Bwana Yesu asifiwe. Leo ningependa nielezee kuhusu wale ambao waabuduo kimya. Haleluya. Ningependa nielezee wale waabuduo kimya. Hii si nzuri sana. Haipendezi. Wala haifai kabisa kumwabudu Mungu kimya. Unajua ni kwa sababu gani? Ninajaribu kuongelea kitu fulani hivi. Kama Mungu yeye mwenyewe tukiangalia katika uumbaji, Mwanzo 1:1. Tujaribu kuangalia. Msije mkasema mtumishi, mbona kuna mahali fulani hatujaelewa. Mtumishi, kuna mahali fulani hatujakuelewa. Neno linasema, hapo mwanzo, nisikilize. Sikilizeni ninyi ambao hata kuomba mnaombea moyoni. Ni mbaya hiyo, haifai. Nisikilize. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sikiliza sasa, kwenye mstari wa 3 inasema, Mungu akasema iwe nuru. Nisikilize, hakutamka kimoyomoyo hapa. Hakusema alitamka alitoa neno. Nisikilize nikwambie, alo mpendwa wa Bwana, ninapenda nikueleze ili usiwe mtu ambaye umepumbazwa na shetani katika mawazo yako, katika fahamu na fikra zako. Nisikilize nikwambie, Mungu alitoa neno akasema. Biblia inasema, jamani, sio mimi. Biblia inasema hivi, Mungu akasema iwe nuru. Ngoja nikuonyeshe. Hii hapa. Soma vizuri. Umeelewa? Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe umezoea kila siku kwamba ukienda tu kanisani, ukishaomba kanisani imeisha, nisikilize nikwambie, lazima utamke neno kuhusu familia yako. Tamka neno kuhusu ndugu zako. Kuna muda unaweza ukawa unaomba kimoyomoyo na usione nguvu za Bwana. Kuna muda mpaka umetoa sauti. Kwa nini tutoe sauti? Unajua hapo hivi naweza nikakutafakarisha na neno fulani hivi. Petro au wanafunzi wa Yesu walivyokuwa katika mashua, wasingetoa sauti kumuita Yesu, angeamka. Na ndio maana inabidi tutamke neno kuhusu maisha yetu. Tutamke neno kuhusu ndugu zetu. Tutamke neno kuhusu familia zetu. Tutamke neno kuhusu hatima zetu. Kuna muda shetani ameshacheza na sisi katika fahamu zetu. Tunaona kwamba ukishaabudu umemaliza, umeomba umemaliza. Kuna muda inabidi utamke neno, ulitumie neno la Bwana. Ni mbaya sana kama hutumii neno la Bwana, lakini tena ni mbaya zaidi kama hata kuomba uombaji. Hiyo ni mbaya. Ujue Kristo siku hizi wameshazoea tukitoka kanisani tu imeisha. Na hawa watu kuomba kwao ni kulala tu, na asubuhi akiamka asante Mungu. Akianza kulala, Mungu niongoze. Akianza kuamka, Mungu ninakushukuru umeniamsha salama. Lakini ikifika kanisani anaomba, akishamaliza kuomba kanisani imeisha. Hana tena msaada mwingine tena waseme aombe. Mungu aliumba dunia kwa kutumia kinywa chake. Sasa kama wewe utumii kinywa chako na hicho Bwana amekupa, kama unakitumia tu kwa kulopokea vitu kadha wa kadha, lakini kwa kumtamkia Mungu hutaki, nataka nikwambie unakikosea hicho kinywa. Ni afadhali Mungu akikufanya wewe bubu. Usiseme kwamba mtumishi, ninaongea vitu vigumu. Hapana, nisikilize nikwambie. Ni mbaya zaidi kama Mungu amekupatia kinywa alafu umekiziba kwenye maombi uombe. Ni mbaya zaidi kama Mungu amekusomesha, umesoma, unajua kila kitu, lakini neno lake hulitumii. Ni mbaya. Ni heri ungekuwa kipofu tu. Unajua wengine hatukupata neema ya kusoma mpaka vidato vikubwa. Tumesoma tu imradi tu tumesoma kujua maandiko, lakini ndio hayo tunatumia. Hapo tuliposoma tu tunamshukuru Mungu. Unajua wengine wamesoma sana, akikukamatia Biblia ingawa hajai kuisoma, lakini anaisoma jinsi ipasavyo. Sisi kuna muda tunasoma tunaikosea, lakini mwenyewe anaweza kapita kama ameikalili kwenye kichwa chake. Nisikilize nikwambie,
Ni mbaya sana kama umesoma alafu utumii neno la Bwana. Usitegemee kuvuka viwango fulani kama Biblia kwako ni mgeni. Maombi kwako ni mgeni. Ni ngumu sana kuona uwepo wa Bwana, kuona nguvu za Bwana. Ni ngumu, hizo utoweza kuziona milele. Nataka nikwambie mpaka siku wanaenda kukuzika huwezi kuona. Kuna muda lazima tuambieni tu ukweli, tusifichane. Unaona? Tumeshazoea tukitoka kanisani tu unafikia tu nyumbani unaendelea na mambo yako mengine. Unasema kanisani yameisha. Mungu anataka umtafute mahali popote. Haleluya. Mungu akubariki sana kama utatumia neno la Bwana, utatumia maombi, kutumia kinywa chako. Maana hicho kinywa Bwana hajakupatia hicho kinywa ukalopoke kutukana wengine. Hicho kinywa Bwana hajakupatia uende ukawatukane wengine, ukawalopokee maneno machafu wengine, au uende ukatangaze umbea. Hicho kinywa Bwana amekupatia kuomba, amekupatia kusoma, amekupatia kupeleka injili yake. In the mighty name of Jesus, Bwana wa majeshi akakutangulia katika jina la Yesu Kristo. Bwana akawe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen.